Kwa siku moja tulikuwa tunasafiri, tunatoka Arusha. Mimi nilikuwa naendesha, mke wangu kakaa upande wa kushoto. Tunasafiri, tunataka kuondoka. Kuna rafiki yetu mmoja mzungu tulikuwa tunafanya kazi naye, wakati ule nafanya kazi. Akasema, bwana, najua unasafiri kesho kwenda Dar es Salaam kutoka Arusha, na rafiki yangu ambaye amekuja kunitembelea hapa anataka kwenda Dar es Salaam akapande ndege kwenda Zimbabwe, akatembea huko Zimbabwe na Afrika Kusini, alafu ndipo arudi Ulaya. Kwa natokea Ulaya, nchi moja wapo. Kama mna nafasi ninaomba mumchukue. Si mara nyingi tunachukua watu kwenye gari kwa sababu tu za msingi ambazo Mungu anafanyaga vitu kwenye gari. Mtu mwingine ambaye ni mgeni anaweza akapata shida, kwa sababu unaweza ukakuta tunalia tu, unaweza kauliza mmefiwa, wingu la Mungu linaweza likaingia ndani ya gari. Sikwambii kwa kukutania, ni kitu tumekiona wazi. Au saa nyingine Mungu ananiambia andika notes, kwa lazima niwe na begi yangu hapo karibu nianze kuandika saa hiyo na nanyamaza kimya. Kwa hiyo akija mtu mgeni unaweza kaelewa anaweza akapata shida sana kusafiri na sisi. Kwa sio mara nyingi lakini huyo mzungu tukaamua kumchukua, alikuwa mdada. Tukasafiri tukaanza kuulizana, unatokea wapi? Alafu ghafla nikamuuliza, wewe dini gani? Mimi niko naendesha gari, namuuliza wewe dini gani? Jibu alilonipa linishtua saa ile. Maana aliniambia mimi ninamwabudu shetani. Ndicho alichoniambia. Nikamwambia umesemaje? Sasa mimi namwabudu shetani. Sasa ufikiria, tumeshampakia masaa mengi, alafu amekaa kiti cha nyuma. Nikasema kwa hiyo miaka yako yote umetokea kwenye kumwabudu shetani? Akasema hapana, mimi nilikuwa Mkristo. Akataja na dhehebu alilokuwa na sali. Sasa kwa nini uliacha Ukristo? Sikia jibu alilotuambia. Akasema Christianity is very very boring. Sijui mtasemaje Kiswahili chake, nyinyi mnajua Kiswahili. Unajua mimi Mnyakyusa, najua Kinyakyusa na Kiingereza. Kiswahili shida kidogo. Ndio inasemaje? Hauna hamasa, asante, umepoa. Ndio alichosema. Nikamwambia kwa hiyo huko ulikoenda umepata hamasa? Akasema kabisa. Tukawa tunaongea, alafu nikamuuliza swali, gari hii kianguka tukafa, wewe unaenda wapi? Akasema sijui. Nikamwambia si tunajua. Akasema mnajuaje? Nikamwambia tunaijua njia ya kwenda wapi. Tukamwambia mbinguni. Wewe unafikiri maisha yanaishi hapa? Huko ulikoenda kwa shetani hawajakwambia kama kuna maisha baada ya hapa, na mahali pa kwenda unachagua ukiwa huko. Kwa hiyo sisi hatuombei ajali, lakini ikitokea